Ya pili, niwaambie tena tuko na viongozi wengine wazuri hapa kama huyu majority leader. Umesikia huyu majority leader naye ni jamaa mzuri. Amefanya kazi pale miaka sasa. Huyu ni term yake ya pili, kazi yetu anaielewa. Tuko na huyu Odhis Power. Odhis Power mmemsikia vile naye anasema mambo mazuri. Na si huyu jamaa pia naye amebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Kwa hii kaunti mzima kwa MCA 87 wote mpaka speaker, huyu ndiye Mjaluo peke yake. Tuko pamoja jamani. Sasa wewe ndiye mniambie huyo mtu wako namna gani? Sio mtu anaweza kupanga mambo ya watu wake. So tunafurahi bwana Odhis. Sasa wewe fanya kazi na Wakikuyu na Wajaluo na Waluya na Wakamba. Hii kaunti yetu ya Kiambu tuko namna hiyo. Ama namna gani? Hii kaunti tuliamua sasa kila mtu akikuja, akiketi, tukishikana sisi ni jamii moja. Ama namna gani? Hapa nilitangaza zamani wakati hata nilikuwa senator. Mambo ya ukabila, mambo ya kutenga wengine hatuna. Sisi ni jamii moja. Watu wengi mimi nawaambianga wakati nilitetea one man one vote one shilling, sikuwa natetea jamii moja peke yake. Nilikuwa natetea Kenya mzima. Wale watu haswa ambapo ni wengi na wanafinyiliwa. Hapa kaunti yetu ya Kiambu, haswa hapa Ruiru, sisi ni watu wengi sana wa makabila yote. So wakati mnasikia mimi nilipeleka hii mswada na mjadala ya one man one vote one shilling, ni hesabu ya watu, sio makabila ya watu tulikuwa tunahesabu. Ama tunaelewana jameni? Hapa hesabu ya watu wa Ruiru, tuko watu karibu sasa 1,000,000 kwa constituency moja. Na ile pesa inagawiwa wale watu wako constituency ya watu 200,000, ndio ile inagawiwa watu wa Ruiru watu. Saba, mtu mzima na mtoto na mama na mzee. Unasema hawatu, hiyo ni pesa ya kuishi mwaka mzima. Ila kwa bali pengine kaunti zingine walikuwa wanahesabu, wanapatia mtu mmoja kisha tunaenda ya pili. Tujiulize ni kazi gani tumefanya. Na mimi nasikia vibaya. Nyamaza. Ukiangalia kina Milio Dhiambo hata sawa wameanza kutuliza. Ukiangalia huko hata huko kwetu huko Central, kule Meru, wengine watu wamenyamaza ndio kazi ifanyike. Mbona Kiambu kila saa tukienda kupata amani unasikia mtu ameenda kutukoroga? Mimi niwaambie watu wetu wa hapa Kiambu, na nyinyi mkitaka tushinde, tukatae, tushikane mikono, tuseme ile kitu tunataka ni maendeleo, na tusiogope kumwambia mtu ukweli. Ama namna gani? Na mtu akisimama kuleta hiyo mambo ya kugawa watu, mambo ya chuki, mambo ya uongo, tumwambie wacha hiyo yako wewe naye. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo sasa sisi leo tumekuja hapa, huyu kiongozi alikuwa ameniambia hapa tuko na mambo mengi hapa biashara. Mnajua nilikuwa hapa juzi. Tukasema hii toshui wa mama mnaona tunawapatia leo sio kazi bure. Hii toshui itawasaidia kwa vile mlisikia governor alisema watoto wote hapa Gitambaya niwaambie, kama mtoto wako mnakaa na yeye kwa karumu moja hivi, hata wakati hakuna chai, kama huyo mtoto anaenda shuleni bila viatu. Nilisema mtoto wa single mother, mtoto wa ule maskini wa mwisho, wakienda wakipatana kwa shule na watoto wengine wa matajiri kama hao wanaongea vibaya, hao watoto ni kitu moja. Tuko pamoja jameni? Ndio nikasema kila mtoto asubuhi anapata uji moto, anakunywa uji moto yenye sukari na vitamini. Saa 4 kila mtoto anakula mayai moja ya kuchemshwa, hata kama kwao hakuna kuku ametoka hapa Gitambaya. Tuko pamoja jameni? Nimesema kila Alhamisi kuendelea mbele, kila mtoto akifika kwenye shule anapata packet mzima ya maziwa kutoka Alhamisi nakuja. Hata kama kwao nyumbani hawana ng'ombe, kwa vile sisi wote ni kitu moja na ni watoto wa Mungu moja. Ama namna gani jameni? Na sasa ndio mimi nawaambia watu wakati wanaona mimi napatia hawa wamama hizi toshui tukuku, mimi nataka ndio sasa ukimaliza miezi mitatu toshui yako nimekupatia 5 na kuongeza ingine 5, uko na 10. Kifika 10 baada ya mwezi moja na nusu, patia kila mmoja hauhitaji plot ya eka moja kuweka tukuku yako 50. Hata kama unaishi kwa ka plot, weka hapo nyuma. Kuku tupia majani, tupia ile ugali, tupia
pia ile mboga yenye haikukuliwa, hiyo kuku bado inataga. Hii ni ya kienyeji, si ya kukunywa, ya kukula ile chakula ya dunia. Haina hasara, haina gharama. Baadaye ikianza kutaga kuku 50 kila siku, yai moja uko na mayai 50. Ukipata 50, chukua peleka kwenye shule ya matope. Gavana ako tayari huko, nimeweka mradi, inachukuliwa kila mayai moja ni shilingi 20. Piga hesabu mama, upeleke mayai yako 50 leo, 1000 kwa kila siku. Tu pamoja jameni? Wiki moja mama unapata akiwa pale nyumbani ako na pesa yake shilingi 1500. Huyo mama ako mbele ama hayuko mbele? Ako sawa ama hayuko sawa? Sasa ndio mimi nimewaambia, unajua watu wengine hawajajua ile mipango sisi tunapanga. Na sisi wacha niwaambie jameni, watu hapa kwa Ruiru, saa zingine hata watu ukisikia wanaongea wewe wanyamazie tu. Saa zingine hata wasamehe. Unajua sisi ile maisha tumeishi kwa hii dunia, wengine hawajaionja. Wengine wameishi maisha ile ya kuzaliwa kule kwa matajiri, mtu amezoea pale, alipata anawekewa sera la kwa meza. Mambo tunajua. Wakati unamwambia hiyo mayai moja ni pesa kwa mtu, yeye anafikiri hawezi kuwaza hayo. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo sasa hiyo toshui iko hapa, tutalete. Mimi nataka nimwambie Wanduta tuko pamoja jameni, ndio tuendelee mbele. Niwaambie haya mambo mmesikia Wanduta amesema hapa kwetu biashara wote tumejipanga vizuri. Kwa vile aliniambia mambo ya barabara hapa na mimi nikakubaliana na yeye. Tumesikilizana na leo tumeweka mashini hapa nje. Tumeweka tractor ya grader, tumeweka ile roller, tumeweka ile excavator na tumeleta malori. Huyu nataka abaki na hizo mashini hapa. Hii aibu yenye imekuwa hapa kwenye huo muda wote. Na sisi tuko Ruiru, na Ruiru sasa tumepata municipality yetu na kule Githurai wako na yao. Sasa sisi ni watu wanafaa kukuwa na mpango mzuri. Nimemwambia tumalize hii mambo ya matope ndani ya hapa kwetu, ama namna gani jameni? Tumalize hii mambo ya vumbi wakati ya kiangazi inaingia mpaka kwa nyumba huwezi pika ugali. Tuko pamoja jameni? Ndio ninasema namwachie hizo mashini. Sasa yeye afanye kazi na watu wake na asitoke hapa. Mimi Wanduta nikikukuta Nairobi tutaonana bwana. Utaniambia nini nafanya Nairobi? Nikikupata huko kwa hoteli huko Kiambu tutachokorana na wewe. Kaa hapa mashinani ama namna gani jameni? Linda vitu zako hapa, fanyia watu wako kazi. Sasa hiyo wewe ukimaliza barabara ukuje pale ofisi ya gavana tupate kazi nyingine. Hapa tumesikilizana kwenye hii ward yake ya kwamba hizi shule zetu tukianzia na shule zetu za kujifundisha kazi ya mikono. Nilimwambia huyu kijana ya kwamba wale vijana kwenye hii kaunti pahali kuna vijana wengi hawana kazi ni hapa biashara na Ruiru. Ama namna gani jameni? Nikampatia nafasi. Kwa kaunti mzima tumeanza kuweka mashini zile za kuajiri vijana. Zaidi ya vijana 500 kila wakati wenye wanafanya kazi ya kutengeneza kabro. Nikanunua mashini ya kabro. Kwa hizo mashini nimeleta 2 peke yake ndio imefika tayari. Na nimesema ya kwanza inawekwa hapa kwenye kituo chetu cha biashara. Ndio vijana wetu hao wa biashara, huyu akimaliza kuweka na tayari tushaanza kujenga hiyo. Baada ya mwezi mmoja vijana wanaenda kazi pale. Waajiriwe, wanatengeneza hiyo kabro, wakimaliza kutengeneza governor ndiye ananunua na ninawalipa. Tuko pamoja jameni? Hiyo kabro tutembee hii kitambaa yetu yote na huko biashara kule kwa soko. Hiyo kabro ndio tunatandika huko chini. Na vijana ndio wanafanya hiyo kazi, tunawalipa tena. Tuko pamoja jameni? Wakimaliza hiyo kazi, sasa hiyo mashini mimi sitatoa hapa kwenye shule yetu. Hiyo mashini nasema sasa ni ya vijana wa hapa biashara. Washikane. Tumewafundisha kazi sasa ya kutengeneza, ya kutumia kabro, hata kuuza. Waanze kujipanga kikazi. Tuko sawa sawa jameni? Vijana nyinyi huyu awaambie ya kwamba nimesema hii stadium yetu ya michezo hapa Ruiru ninaitengeneza upya. Na yeye anajua tumepanga na tumeweka budget. Ndio hii vijana tena
wenye wanaenda kucheza michezo, watu wakitaka hii area yote Ruiru mzima, hata huko Juja mahali kuna stadium nzuri ni hapa Ruiru, na tumeanza kuyunda. Tuko pamoja jamani. Pesa tumeweka. Huyu tumesikilizana na yeye mambo ya maji hapa. Hakuna siku nyingine tutakubali wa mama hapa ati unabeba mtungi ama mnakaa pale na zile jerrycan zetu ati unagojea lori ya kukumwagia maji. Mimi nilienda nikaomba maji kwa rais, akatupatia shilingi bilioni 5 na tukaongeza maji kule mahali ile dam kubwa inaitwa Karimenu. Tumeweka tanki kubwa hapa mahali kunaitwa Jacaranda ya 1 million cubic liters. Hiyo tank ni ya kuleta maji mpaka hapa kwetu, na tumesikilizana ya kwamba hesabu zile familia ambao hawana pipe ya kupeleka maji nje, alafu niombe pipe tuweke hapo ndio watu wetu waendelee, ama namna gani jamani? Kwa hivyo sasa sisi tunapanga mambo ya kumaliza shida za watu wetu. Ya mwisho ni mambo ya basari, na hapa kama kuna mtu mwenye hawezi kusema kama mzazi ya kwamba unajua uchungu wa basari, basi wewe sio mwana Gitambaya na wewe sio mwana biashara na sio mwana Ruiru, ama namna gani jamani? Kwa vile hapa 90% ya watu hapa tuko na shida, ama namna gani? Kwa vile basari hapa ukiitana huyu kila saa, wale watu wanagojea basari kwake, sio watu wanapungua watu 1500. Na ndio nikasema mambo matatu watu wetu hapa Ruiru. Nipata wakati mumenipa kazi nikiwa gavana wa 4 kwenye hii kaunti, na wale wengine watatu waliongoza mbele yangu wameongoza miaka 10. Hizo miaka 10 walipeana moja kwa mwaka na wakatosheka. Wakati nimeingia kwa kiti nimewaambia hapana, hii kazi ni kazi ya upuzi. Hatuwezi kuwa tunapeana basari, watu wanatoka watu 1000 unapatia watu 100, watu 900 wanarudi bila basari. Na unasema uongozi. Mwezi wa pili ile basari ilipeanwa mwaka mzima, nikaichukua nikaipeana mwezi wa pili na ikaisha. Nikachukua ingine kama hiyo mwezi wa 6 nikachukua ingine tena kama hiyo tukapeana mara ya 3. Sasa tumesema hivi watu wa Ruiru na msikilizi ya kwamba siku ya leo mimi niko tayari na basari za 2024, na nataka wazazi mnisikilize ya kwamba kutoka leo huyu Kimani Wanduta mheshimiwa wetu nimempatia ruhusa nikitoka aanze kuandikisha watu wa basari mpya tena ya 2024. Akianza kuandikisha leo, kuna sheria mpya na kanuni mpya ambaye gavana ameweka. Ya kwanza, hakuna wakati mwingine ndani ya hii kaunti yetu hata siku moja mtoto wa maskini wa single mother wa nani atapatiwa basari ya chini ya shilingi 1500. Basari ukiomba sasa basari ni kutoka shilingi 1500 kwenda juu. Ukipata huyo mtoto wa maskini wa mwisho andikia 10,000 Wanduta. Na nataka niwaambie hao watoto wote wenye wamepangwa hapa na Wanduta wakiwa hawana nafasi ya hawajarudi shule kwa vile hawajapata pesa za karo, wote lete hiyo makaratasi yao, sisi tutawalipia ndio warudi shule. Huyo mama ulimleta hapa ambaye naye ulisema anaishi kwa nyumba ya mabati na hana namna, wewe mshikanishe na huyu municipal manager wetu wa hapa naye apate kazi, muhakikishe kwamba huyu mama ako na mahali ya kufanya kazi. Sisi tumetengeneza ofisi ya municipal manager na tumepeana pesa sasa ya hapa Ruiru ndio ifanye kazi, na hiyo kwa hiyo ofisi huyo mama anaweza pata mahali hata kama ni ya kufagia, ama namna gani?